Hebu sikia huyo kafiri maneno anayosema. Na watu mkiona wanakula mchana, tusiruhusu hiyo hali. Mwezi mtukufu ni mwezi wa heshima, sawa eh? Kwa hiyo mambo ya kula mchana hovyo hovyo haya hayakubaliki. Lazima hata kama mtu si Muislamu, lakini auheshimu mwezi mtukufu, kwa sababu Zanzibar 100% wote ni Waislamu. Tupunguze dhambi ili watu wawe salama, maisha yaendelee. Tuko pamoja? Tushirikiane mkono kwa mkono hadi nafikiri umemsikia huyo kafiri maneno ambayo anayasema. Lakini mimi leo niko na swali ambalo labda ningependa kuwauliza marafiki zangu, maana nawapenda sana marafiki zangu wa dini ya Kiislamu. Na mara nyingi nimekuwa nikiwaambia hapa, ninachukia sana Uislamu, ila ninawapenda Waislamu. Watu wenyewe Waislamu ninawapenda, lakini Uislamu, yale mambo ambayo yanafundishwa ndani ya Uislamu ndio nayachukia. Sasa huyu, na hata ukimwangalia vile amevaa, si mtu mdogo, lakini anataka kulazimisha jambo kwa watu ambao si Waislamu. Ndio nataka niwaulize leo marafiki zangu wa dini ya Kiislamu, mbona nyie mlazimishe mambo yenu wakati sisi tukifanya mambo yetu mnaingilia? Hebu jiulize hapo. Juzi nimeona hapa Kenya kuna mtoto ameenda kwa shule na akaambiwa kulingana na shule hii ni ya Kristo na wanapenda watu wakuwe hivi. Huyo mtoto alipoambiwa arudi nyumbani, Waislamu wameandamana mpaka waombe msamaha. Lakini sijui kama umewahi jiuliza, Mkristo, shule za Kiislamu zimejaa hapa Kenya ambazo mtoto wa Kikristo akiingia ndani analazimishwa avae hijabu. Mbona sisi wa Kristo hatuandamani? Jamani, hii si hate speech, itategemea vile utakavyoichukua. Lakini imefika wakati lazima tujiulize maswali ya msingi. Yaani jambo likiwa katika upande wa Uislamu, likiwa linashika kuhusiana na Uislamu, hilo jambo litawekewa mkazo mpaka Wakristo walazimishwe. Wewe unaona tu hata zinapofika sherehe za Wakristo, mashehe ndio wanajaa kwa mitandao, msiangalie, huo ni ukafiri, msifanye. Sisi hatuko huko, hatuangaliane na nyinyi. Sasa hii kunaendelea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyu kafiri kasema ati mambo ya watu kula ovyo ovyo mchana hiyo isiruhusike. Inanikumbusha hadithi fulani, ambayo hadithi hii inawaruhusu Waislamu kukandamiza wasiokuwa Waislamu na kuwatoa mpaka katika maeneo yao. Kuna hadithi, kitabu kinaitwa Riyadh Salihin. Bulughul Marami, sio Riyadh Salihin, samahani, Bulughul Marami. Ukurasa wa 495, hadithi nambari 1117. Umar amehadithia kuwa alimsikia Mtume akisema, nitawatoa Mayahudi na Wakristo katika rasi ya Arabuni hata nisibakishe isipokuwa Muislamu peke yake. Kwa hivyo anasema atawatoa Wakristo na Mayahudi katika rasi ya Arabu kule Arabic Peninsula, atawatoa kule, isibaki isipokuwa Muislamu peke yake. Na je, unajua hii ni kitu kilizungumzwa kitambo. Unajua hii kitu kinakuja mpaka Afrika saa hii. Maeneo ambayo yametawaliwa na Wakristo, ama maeneo ambayo Wakristo ni wengi, Waislamu wanajipenyeza kuingia katika maeneo hayo. Na anapojipenyeza kuingia katika maeneo hayo, wanaanza kuoccupy maneno pole pole. Inafika mahali Mkristo tena uruhusiwi kuhubiri, Mkristo tena uruhusiwi kufanya. Kwa sababu unaona huyu anasema kwa sababu sehemu ile ya Zanzibar ni 100% Uislamu, hairuhusiki hata asiyekuwa Muislamu lazima aheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swali mimi nauliza, huu ni mwezi ambao majini wanafunga. Mimi utanilazimishaje nifanye leo ibada na majini? Fikiria. Utanilazimishaje nifanye ibada na majini? Alafu Waislamu wanakuja wanasema hapana, unajua sisi ni watu wazuri, unajua sisi ni watu wa amani, ni watu ambao tuko hivi. Uongo. Waislamu wanaambiwa hivi. Bulughul Marami, ukurasa wa 499, hadithi 1126. Inasema hivi, Abu Huraira
amesimulia. Nataka uelewe Mkristo, usikimbilie kujibu tu, kucomment tu, usikimbilie kucomment tu. Tafakari maneno ambayo yanazungumzwa kwenye vitabu vya Uislamu. Hata wewe Muislamu usikimbilie tu kwa sababu Uislamu umetajwa, acha. Sikiliza kwa makini, alafu comment kwa kufikiria. Hadithi 1126 Abu Huraira amesimulia, Mtume Muhammad amesema hivi. Sikiliza vile Muhammad anasema, na ujiulize wewe ambao unaambia watu kwamba Uislamu ni amani, unajua Uislamu ni marafiki zetu, unajua nini? Sikiza. Muhammad amesema hivi, msianze kuamkia Mayahudi wala Manasara, na mtakapokutana na mmoja wao njiani, msongezeni upande wenye dhiki zaidi. Ni katika hadithi za Sahih Muslim. Yaani Muislamu anaambiwa akikutana na Mkristo kama ni wa barabarani na anaona kuna hatari huko, akusongeze huko kabisa, hata salamu asikubali kusonga. Sasa anapoambiwa kusongeshe, wewe unaona asalamu alaykum, salamu alaykum, unadhani ni amani, unadhani vipi? Yeye kwa akili yake akifuata maneno ya Muhammad anaambiwa akusongeshe mbali mahali ambapo kuna dhiki zaidi. Ndio maana unaona maneno kama haya yanazungumzwa. Huyu ni mtu mkubwa sana na anasema mambo ya kula isiruhusiwe. Hivi mimi nawauliza, mimi Mkristo na Ramadhani ni wapi na wapi? Mbona kitu kinapogusa Uislamu lazima kipiganiwe sana? Mbona kinapotokea katika Uislamu lazima kilazimishwe kwa Wakristo? Wewe unaona hata hapa Kenya, ati buchari zote haziruhusiwi kuchinjwa na asiyekuwa Muislamu. Lazima Muislamu achinje ndio wewe Mkristo ukule. Na unang'ang'ana kusema Yesu anatawala, Yesu ni Bwana. Saa ngapi? Wakati vitu ambavyo tunakula vimechinjwa, vimetolewa sadaka kwa sanamu liko kule Hubal. Inaitwa Hubal, liko kule Al-Kaaba kule. Ndio inapelekwa huko. Maandiko yamesema usikubali kufanya ibada kwa vitu vilivyotolewa sadaka kwa masanamu. Wakristo ni vizuri tuanze kujiuliza, ni vizuri tuanze kuamuka, ni vizuri tupate kujua nafasi yetu. Tusije tukaingizwa katika ibada za kishetani. Tusije tukaingizwa katika ibada ambazo hazimtukuzi Mwenyezi Mungu. Kile ambacho Mungu amekupatia ukifanya Mkristo, kifanye pasipo kuangalia nyuma. Muhammad alisema lakum dinukum waliya dini. Waislamu, shughulikeni na dini yenu, achaneni na dini yetu. Waislamu, shughulikeni na dini yenu. Nafikiri mnaniangalia. Shughulikeni na dini yenu huko, wachaneni na dini yetu wa Kristo. Sisi wenyewe tutajiangalia, mambo ya nyumbani tutayaangalia. Nani alikupatia ruhusa wewe ndio utaongelea kuhusu wa Kristo vile wanavyofanya? Sisi wenyewe tutarekebishana. Wewe Muislamu, shughulika na Allah wako na majini ambao mnafanya ibada pamoja huko. Shughulikeni na hizo vitu. Wachaneni na imani ya Wakristo, wachaneni na kitabu cha Biblia. Sisi wenyewe tutajiangalia, sisi wenyewe. Mahali pameenda vibaya tutaangalia. Mahali pameenda makosa tutaangalia.